Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka ni kwenye kipindi cha Ulingo wa Siasa, tukiwa kwenye ukurasa wa The Intellectual Post, na nimekuambia kwamba tunapatikana kwenye wavuti ya www.co.ke na kwenye ukurasa wa Facebook tunapatikana @The Intellectual Post, sawasawa na kwenye YouTube. Ukifika pale utatupata na kufuatilia matukio haya ama mazungumzo haya. Tulikuwa tunazungumza kuhusu the economic status ya Bungoma, na katika awamu ya pili tunataka kuzungumza masuala ya siasa. Na kabla sijaenda mbali, ningependa tuanze na national politics alafu turudi local tukifunga. Hivi majuzi tumekuwa na ziara ya rais katika mkoa wa Magharibi. Akatembea Kakamega, akaenda Busia na akatembea hapa Bungoma kabla ya kufululiza hadi kule Nyanza. Nikianza na wewe Peter, je, ujio wa rais ulikuwa na manufaa yoyote katika mkoa wa Magharibi, hasa katika kaunti ya Bungoma kulingana na wewe? Kulingana na mimi naona rais ana haja kubwa sana ya kuja katika Mlembe Nation. Mlembe Nation ni jukwaa ambapo sisi kama wachanganuzi wa kisiasa tunasema yeye ndiye msaidia kucompare the president in 2022. The leaders voted as a block to make sure, despite the fact kwamba Raila Odinga alichukua kura nyingi, lakini hasa Bungoma County yenye president amekuja mara nyingi hata kushinda Kakamega, ni ngome ambayo kwa sababu ya mheshimiwa Spika wa National Assembly alikuwa mandani wake wa karibu sana, na akasimama na yeye mpaka mwisho kuona kwamba wameweka kwa hiyo coalition yao imeweza kuchukua wingi wa urais. Kwa hivyo rais sasa anakuwa mwenyeji sana wa magharibi ya Kenya, sababu kuu kwamba with the impeachment of the vice president, the former deputy vice president, Rigathi Gachagua, political realignment imeanza, ambapo ni vito sana, na rais ameona ile impeachment ya Gachagua hakukuwa advice nzuri kuimpeach Gachagua. Yeye alikuwa akifikiri akimpeach Gachagua after a short time could be done. Labda tukirudi tu hapo nyuma, umesema Luhyas voted as a block, wakamsaidia Rais William Ruto kuchukua uongozi. Lakini matamshi yako yanatofautiana na huyu seneta wa Nandi Cherargei, ambaye juzi amekuwa katika national television akasema kwamba hakuona uungwaji mkono ambao rais alipata kupitia kwa vigogo kama kina Wetangula. Akasema kwamba Rais William Ruto, nikiquote maneno yake, alisema kwamba aliwin fair and square kivyake mwenyewe. Okay, ni kwa kitu moja bwana wale. Hii serikali yetu wakati ilikuwa mamlaka, most of the people never knew. And even the president himself was the president because there was big state and all that. Lakini yeye mwenyewe anasema kwa matendo ya Mungu aliweza kupata hiyo uwezo wa rais. Na wakati William Ruto alikuwa uongozi, immediately alikuwa surrounded na what we call psychopaths. There are people who just doesn't. I can give you a very good example. Julius Mohammed. You can remember sometimes back what Julius Mohammed was talking about Ruto. Wewe kama ni alikuwa anasema you look at that narrative alikuwa anasema before they joined the government. Now you can realize kwamba those people who are now moving closer to the president, they are psychopaths. They are not telling the president the reality on the ground. They will say anything, but in the reality, President Ruto would not have won the president without the Buya vote or without the Mount Kenya vote, because those were some of the biggest young of votes that went out to vote so that they make this government. And that's a fact. And that's the reason why he keeps on coming here, because no, that's why he got the vote.
Ndio wakati unaona mlima imetereka, rais lazima ajue strategy yake itakuwa namna gani, lazima ajipange. And that's why unaona after the demise of Baba wakati alienda, rais anaona kwa sababu anyway, Baba has gone, but he was everything. You remember Baba was saying, hatuendi maandamano, people don't go on the road. Lakini akiamka akisema Jumanne, Tuesday, people would go. But after the demise of Baba, you have seen how the political tendency saved the country when they came on the streets and they entered the parliament. And that is how now, when the president realized that unless he strategizes himself, ako na shida kubwa sana. Na he is believing kwamba akiungana na watu wa Mlembe Nation na alikuwa jango vote in Luo Nyanza. But I don't think strategy of president will work, because if the Luos or the Luos have been voting overwhelmingly, then Baba will be the president. They are very good. They are what was good. They go out, but they have not been coming out in mass in votes so that they can get their own. Compared to the people in Mount Kenya. Mount Kenya people will have blocked that even President Ruto will not have even thought about leaving, because it is a sure bet. But I know people in Luo Nyanza or in Western Kenya, they might bank so much on them, but sometimes we don't go out to vote and party. So the president didn't have a very good strategy. But now generally, yes, the visit ya president in Western Kenya, especially Bungoma, unaona kwamba ilikuwa na manufaa yoyote kwetu sisi kama wakazi wa Bungoma? Anyway, they have promised so many things, but not some of the promises, some of these national development needs, such as the kind of last month here, the other process has to go through parallel, some money that is allocated to pass the process. But our people have been promised so many things, they are yet to see. But we hope they are remaining in the next 3 years, maybe whatever they have promised will come to be fulfilled. We will let's wait and see. Asante. Naam, Bwana Philip, tunaangazia ziara ya rais. Ametembea katika mkoa wa Magharibi majuzi. Kulingana na wewe, hasa ukijaribu kuangazia matamshi ambayo aliyatoa akiwa hapa Bungoma, unadhani kwamba rais alituletea manufaa yoyote, ama labda kwa kiwango fulani unaambatana na sehemu za watu kadamba wanasema kwamba rais alitudhalilisha sana kukuja mkoa wa Magharibi hasa Bungoma na kuanza kutoa matamshi ambayo hayafai? Yes. Unajua swala hilo ni swala ambalo linatofautiana sana na watu wengi, kwa sababu kitu ya kwanza, rais ni mwanasiasa na anapotembelea haswa mkoa wa Magharibi na haswa alipokuja kwa Bungoma, unajua unapoongea Rais William Ruto na marais waliotangulia, na sisi wale tunaochanganua masuala ya siasa na kiuchumi, ninaweza kuambia rais safari zote ambazo amekuja Bungoma zimeleta manufaa kiasi kwamba ukifanya comparison na marais waliotangulia kama Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki, Moi na wengine waliotangulia. Kwa maana Jomo Kenyatta tunajua wakati alitembea tukapata Banipepa, tukapata Nzoia, hizo siku za zile mwaka ya kwanza. Moi alipokuwa hakuna lolote lililofanyika katika kaunti ya Bungoma. Wakati Kibaki alikuwa vile, hakuna chochote kile ambayo mtu wa Bungoma anaweza sema hiki Mwai Kibaki alikuja na tukafanya. Uhuru Kenyatta, hakuna kwa miaka 10, hakuna mradi wowote wenye Uhuru Kenyatta alikuja Bungoma akasindua ama akaufanya. Ule mradi wenye Kibaki alikuja akasindua Bungoma akaenda huko Sirisia, wakaanzisha mradi ya maji, na hiyo maji tangi walichukua ng'ombe usiku ikamwaga maji katika hiyo tangi. Mpaka saa hii hiyo tangi halijawahi fanya kazi. Sasa hiyo ni mradi ambayo tunafanya comparison. Unajua ni muhimu kusema ukweli na pia kuangalia masuala ambayo yanahusiana na hiyo faida. Tunapoangalia William Ruto amekuwa tofauti kiasi, bali anakuwa na upungufu wake, but tunaweza angalia miradi ambazo ziko zinaendelea ama zinafanyika zenye hazikuwa, na hizo miaka yote marais wamekuwa, sisi watu Bungoma pia huwa tunatoa ushuru, lakini tulikuwa tunaona miradi mikubwa
ikienda sehemu nyingine ya taifa bila kuangaliwa kaunti ya Bungoma kama sisi pia tunatoa ushuru. Nikukwambia mradi kama sasa Thika Highway, hizo ni pesa mingi sana zinalipia sisi watu wa Bungoma tunatoa ushuru, lakini hakuna hata kilomita moja iliyotengenezwa sehemu hii. Hizo zote zilikuwa zinaenda kupromote sehemu zingine ambayo ni region yenye president alikuwa anatoka. Uhuru Kenyatta vilevile, hiyo super highway iko Nairobi, inaenda huko. Hiyo reli inatoka Mombasa inafika Naivasha, inabaki sehemu. Ni William Ruto peke yake, siwezi mshabikia sana kwa sababu mwake kama rais wa taifa, lakini kwa kiasi kidogo Bungoma tumeona tuko na masoka ambazo zinaendelea kujengwa Kampiwa, Nyanga, Cheptais, hapo Bungoma, Chwele, Kimilili, sehemu nyingi kuna masoko ambazo zinajengwa ambazo zitapromote wamama wanapouza mboga zao na bodaboda kusafirisha vitu, inakuwa rahisi sasa, inaweza promote uchumi wetu. Hizi mambo ya housing, Bungoma housing inajengwa karibu imefika kiasi cha kumalizika. Sasa miradi kama hizo tunaona rais anapotembelea Bungoma sasa amekuja kuziangalia ama kuhakikisha zinafanya. Uwanja wa Masinde Muliro Stadium kaunti ilikuwa inafanya na ikapungukiwa na pesa mpaka tukapata pesa za national. Tukikombea na marais wengine ambao wametangulia William Ruto, Bungoma haikuwa na benefit wa taxes ambazo pia sisi tunatoa kama Wakenya na Wakenya wengine. Hilo ni la kwanza. La pili, rais anapotembea bila anavyotembea, kitu ya kwanza ni mwanasiasa, na wakati anakuja katika mikutano yake hata ni wazi wakati anafanya siasa za 2027 vilevile anaangalia hiyo miradi ambayo ametekeleza hapa Bungoma, na ile ilitokea matusi ikatokea. Na mimi ninataka kufuatilia rais bila alivyosema. Rais alipotoa hayo matamshi yake hakunena mtu yoyote jina yake, hakuwahi sema ni Eugene ama Matiang'i ama ni Gachagua. Yeye alisema mtu mwingine kutoka hapa Kitale hapa kwenye. Watu wa kutoka Kitale ni wengi sana, wenye hawana bibi, wenye waliwachua mali na hawapo. Sasa watu wakalichukulia kwamba alikuja akajidhalalisha, but mimi sioni hilo, kwa sababu wale watu ambao walisema alikuwa amewatusi ama kuwarudishia majini, tumeona alisema kwa sababu alisema alichukua mali ya ndugu yake. Kuna watu wengi walichukua mali ya ndugu zao, kuna watu wengi sana kwenye hii wamechukua mali za ndugu zao, wengine bibi walienda, wengine ni wanono na wakikaa hawaendi kwa jibu, na wakikaa mbele ya watu wanaharibu hewa. Watu wengi hakusema mtu mmoja, na tunapoangalia kisiasa, hao watu ambao wamejitokeza wakasema ni wao wamekuwa wakitusi rais kwa miaka mitatu tangu aingia katika ushukani, bila kuzingatia kwamba rais anapopigiwa kura na ashikilie hiyo ofisi ni kwa umoja wa kitaifa. Sasa ile respect yenye rais anadeserve, hata kama sio mwenyewe, lakini ofisi ya rais kulingana na katiba yetu, kama tunaheshimu katiba, lazima tuheshimu ofisi hata ile ya mkasa, mbali na siasa. Lakini kama wao wamemtusi miaka mitatu amenyamaza, hapo haiji amerudisha mara moja. Hilo mimi nalichukulia kama swala la kisiasa, haliambatani na yale ambayo maendeleo ama yale kazi ambayo ilikuwa imemleta, kwa maana kazi ilikuwa imemleta na kuangalia maendeleo yanayofanyia watu. Lakini hati ya rais, mimi kwa maono yangu, yes, naona alikirudisha chini sana. Sasa ni yeye aturudisha chini ama ofisi ya rais ndio kurudisha chini? No, hati ya ofisi ya rais haistahili kuwa katika hiyo kiwango, lakini yeye anastahili. Yeye ni baba wa taifa, yeye kama baba wa taifa anastahili kutusiwa vile ni mwizi kama utatoa ushahidi. Aliua watu sijui watu kwa kanisa, hauna ushahidi. Yeye ni Sakayo Kasongo, hiyo matusi yote inafanya ipelekwe katika ofisi ya rais, kulingana na hata katiba peke yake nasema ofisi ya rais lazima iheshimiwe. Kwa muktadha wangu mimi nilikuwa naona rais ametumia wale ni wake vibaraka wake
hata kujibu hiyo matamshi, na ni yeye kama rais wa taifa kusimama juu ya gari mbele ya nchi mzima na dunia mzima kusema mambo ya kama vile watu wa labda wacha tusikize kutoka kwa Bishop. Mtazamo wako ni upi kulingana na swala hili? Unajua, kwanza kabisa sitaki kuongea kuhusu matusi, lakini wacha nianze na ile statement ulisema ya kwamba kuna mtu akasema rais mwenyewe alimpatia kura, alishinda fair and square. Hata nikwambie, Bungoma ni swing vote ambayo ilileta a clear cut decision who is the president. Without that, hii ingeenda upande ule na huko ndio wangefanya nini? Wangekuwa take the government. So there is no way a person sitting somewhere saying ya kwamba Bungoma haikutoa. Na nataka nikwambie, sio walio wote ni Bungoma, because when you look upande ule mwingine uliteremka huko kwa hiyo bahari, wengine wanasema usikuze milima, wanasema usikuze bahari, sio? Lakini sasa clear, very clear, Bungoma led President Ruto, So anybody sitting around and beginning to just speak anything, that one we look at it as if ni njama ya kutaka kugeuza maoni ya watu ya kwamba uyanani. Lakini the truth of the matter is Moses Wetangula alisaidia Rais Ruto to get his seat. Now, Ruto coming to Bungoma, we cannot blanket. You know, many people want to cover things and blanket and say. I remember when Wangamati was doing some work here, watu wengine walisema siuli. People can try just to say, I don't see what you are trying to do. And yet it is there. Kama natembea kwa mabarabara, ziko zinajengwa, sio? Tunaona miradi ambayo anaanzisha hapa na pale kama yenye ametaja iko, tunaona kwa macho, lakini you will look at somebody and say, sioni anapita tu. Hata nipige upande wa yale wanasema matusi. Wanadamu ni viumbe ambavyo ni vigeugeu, na tena wanachokoza ukijana na wakusikia wewe ndio umekosa, wewe ndio hauna adabu, lakini wao hawakuwa na adabu. So kwa hivyo wanataka wachukulia, wanataka wachukue maneno ya rais, ndio hayo maneno ndio wafanye wafunike macho ya watu wasione ambacho rais ametenda hapa Bungoma. Wanataka kila mtu aende kwa matusi na wasahau miradi ambayo rais amefanya hapa. Labda tukirejelea matamshi yako ya hapo awali kidogo, umezungumza kuhusu Speaker Moses Masika Wetangula kwamba alikuwa akipata katika kukusanya kura na kumpa ushindi Rais William Ruto. Lakini kuna wandani wa Rais Ruto ambao wameanza kutoa matamshi kwamba iwapo kuna kiongozi yeyote ana support two term, basi inafaa kama ni kiongozi wa chama afutilie mbali chama chake ajiunge na chama tawala cha UDA. Je, unakubaliana na hayo madai? Mimi 100% no. Wakati alisaidia kupata kura alikuwa na chama ama alipetia chama chake? Wakati alisaidia kupata aingie katika uongozi alikuwa na chama ama hakuwa na chama? Kwa hivyo wandani watu wanaosema kwamba wafutilie mbali ni kwa sababu wanajua ya kwamba Ruto must fulfill certain things ambazo pia
alikuwa anaambia kuhusu Ford-Kenya. Unatoka kama Ford-Kenya. Unatoka kama Ford-Kenya. Ili wasema afuatilie ili mtu asishikwe na ile commitment ambao waliandika chini ya kwamba sasa sisi we are co-principals na hatujui hivi walikuwa wameandikana vitu gani. Na mimi binafsi kama kisha naambia Monde Wetangula ambaye national speaker na madrida anijaribu. Je, Philip, unakubaliana na kubaliana na hicho kwa sababu chama cha Ford-Kenya ndio chama kikubwa katika taifa la Kenya. Chama hicho ndio kilileta mabadiliko ambayo tunayaona kwa sasa hivi. Hiyo ukatuzi kutokana na hicho chama cha Ford-Kenya. Mambo ya multi-party, vyama vingi, mfumo wa vyama vingi ulianzishwa na wale waanzilishi wa chama cha Ford-Kenya. Sasa wale ambao wanadhalilisha chama cha Ford-Kenya ni wale ambao wametoka katika eneo la maeneo mengine kutoka nchi, lakini sasa watu kutoka hapa ndani wakashafikia wale wa kutoka nje, wao wakikuwa na nia yao ya kupunguza uwezo na nguvu ya chama katika eneo letu, ili wao wapate yale ambayo wanapata kwa serikali kwa urahisi. Sisi tukikaa hapo, watoto wetu wakikosa kazi, watoto wetu wakikosa maendeleo kukosa katika eneo, ni kwa sababu hatuna chama kile ambacho sisi wote tunaunga mkono.